Mtu mmoja anaitwa Anania. Yeye Anania, watu waliojizungushia Anania, mtu wa kwanza alikuwa ni mke wake. Yaani jambo la Anania ndio jambo la mke wake, jambo la mke wake Anania ndio jambo la mume wake Anania. Siri yoyote nzuri, mbaya, tamu, chungu, walikuwa ni wao wawili. Hawakutaka mpambe, hata watoto hawakushirikishwa. Sasa Anania yeye akajizungushia mke wake, na mke ndio akawa msiri wa kila jambo la Anania. Siku moja, siku moja Anania akauza shamba lake. Shamba lilikuwa lake na mke wake, akaliuza, na alikuwa ameokoka, anampenda Yesu. Yesu ni Bwana, ananena kwa lugha, hakosi ibada, ni mtu wa sala. Siku moja akauza shamba lake. Mnanielewa vizuri? Amen. Alipouza lile shamba, wakiwa na mke wake, wakapokea pesa zao kwa moyo mkunjufu, moyo si unajua pesa ikiingia si unajua ile raha, si ndivyo Hata kama ulikuwa uoge, unaoga hata mara 4 kwa siku. Uongo kweli? Uongo kweli? Hata kama ulikuwa huna furaha, kuna furaha inakuja kihelahela. Amen. Walipouza shamba lao, wakapokea pesa taslimu. Watu hawa walikuwa ni watu wanapenda sifa. Walikuwa ni watu wanapenda sifa. Wakitoa mpaka watangazwe kwenye umati. Kutoa kwao ilikuwa sio kumtolea Mungu, walikuwa wanatoa ili wapate sifa kwa watu. Amen. Sema amina kubwa nisikie tena. Walipouza, Anania akachukua fungu akalipeleka miguuni mwa mitume. Wakati analipeleka lile fungu, mtumishi mmoja Petro akamwambia Anania, fungu hili unalokuja kumtolea Mungu ndio fungu la kiwanja chako ulichokiuza? Akasema ndio. Wakati anasema ndio, Petro akamwambia Anania, Petro akafunuliwa, akamwambia Anania, unaweza kumdanganya mwanadamu lakini sio Mungu. Amen. Mwanadamu unaweza kumdanganya, lakini Mungu hauwezi kumdanganya kamwe. Amen. Wakati Anania anaambiwa maneno hayo, yakachoma moyo wake. Anania pale pale akaanguka chini akafa. Ina maana tabia ya Anania na mke wake
walikuwa na tabia ya kutoa mpaka watu wajue. Maana yake ni watu walikuwa wanatafuta sifa kwa watu. Wakati Anania anaambiwa maneno na Petro kwamba mwanadamu unaweza kumdanganya, lakini Mungu huwezi kumdanganya. Amen. Pale pale Anania akaanguka chini akafa. Amen. Wakati Anania anaanguka na kufa, kilichomuua Anania sio kwamba alichukua fungu dogo akalipeleka. No. Shida ni nini? Shida, Anania ni mtu anatafuta sifa, halafu ni muongo. Umepata hiki, unasema hiki. Maana shamba lilikuwa lake, fedha ameuza ilikuwa ni ya kwake, lakini kilichomfanya Anania kufa ni ule uongo. Ni ile kutafuta sifa kwa wanadamu. Amen. Sema amina kubwa nisikie tena. Amen. Ni ile kusema ametoa sawasawa na alivyouza, kumbe hajatoa sawasawa na alivyouza. Naomba nisikize vizuri. Wakati Anania anaanguka chini, mke wa Anania naye akawa hajui chochote. Anania wakati ameanguka chini, wakaja vijana wanaofanya kazi ya kuzika, wakamchukua Anania, wakampeleka malaloni, wakamfukia, wakamzika. Biashara ikaisha. Wamemzika bila mke wake kujua. Wakati Anania anakwenda kuzikwa, pumpru, mke naye anaingia kwenye mlango ule ambao Anania alikuwepo. Mke hakupewa taarifa kama mume wake amekufa, wala hakupigiwa simu. Sielewi kama simu zilikuwepo kipindi hicho, sifahamu. Wakati anaingia, Petro akamuuliza mke wa Anania, na wewe pesa mliouza ya eneo ndo hiyo ambayo mume wako amekuja kutoa hapa? Akasema ndio. Pale pale wakati anasema vile, Petro akamwambia, kumbuka, unaweza kumdanganya mwanadamu, lakini Mungu yeye anaona silini kila kitu. Wakati anaongea vile, mke wa Anania na yeye akaanguka chini na yeye akafa. Wakati amekufa, hamna ndugu aliyepigiwa simu. Hatujui kama walikuwa na ndugu au hawana ndugu, au wana watoto au hawana watoto. Biblia haijaeleza chochote, lakini ilikuwa ni fundisho kwa watu wanaosema wameokoka, lakini ndani yao ni wanafiki. Amen. Maisha ya mtu hayakui, hayaongezeki, biashara haistawi, magonjwa hayaishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mioyo imejaa unafiki. Amen. Na usipopona leo, shauri yako mwenyewe. Amen. Sema mimi nisikie tena. Amen. Biblia inaandikwa wale walioenda kumzika Anania wakaja mlangoni, wakamchukua mke wa Anania, wakampeleka malaloni, wakamzika na mwanamke. Biashara ikaishia hapo. Swali langu mimi na wewe, halo, swali langu mimi na wewe, Anania na mke wake wamepata faida au hasara? Maneno haya yanatufundisha
Watu wengi tumekuwa ni wanafiki. Tumekuwa tunafanya mambo ili tuonekane, ili tusifiwe. Amen. Na macho ya wanadamu. Amen. Wanadamu watakusifia, watakupongeza, lakini Mungu atakuona wewe ni jini. Amen. Wewe ni pepo. Amen. Petro anamuuliza Anania, wakati shamba hilo lipo lilikuwa ni la kwako, na wakati umeuza lilikuwa ni la kwako, imekuwaje kuja kumdanganya Mungu? Jibu hakuna. Shida sio utoaji, shida ni unafiki.